tukuletea hapa kina Rostam Aziz, tukuletea hapa kina Mo Dewji, tukuletea hapa kina GSM akufundishe. Nguvu ya kazi ya Tanzania ni watu milioni 33. Katika hao 24, watu milioni 24 sawa na 72% wapo kati ya miaka 15 mpaka 35. Kwa hata nguvu kezi ya kwetu hapa ni vijana watupu. Kwa inamaanisha kwamba hapa Tanzania na katika nchi nyingi za Afrika kwa kweli, bila kuweka nguvu kwa vijana hatuwezi kuwa na nchi. Ni kwa sababu hiyo rais wetu awamu ya 6 ameweka mkazo wa kipekee kwa vijana. Ni kwa sababu hiyo pia ilani ya uchaguzi ya CCM mwaka 2025 imeweka special attention kwa vijana. Ni kwa sababu hiyo pia dira ambayo tumeiandaa imeweka mkazo wa kipekee kwa vijana, na ndio maana nimefurahi sana wenzangu wa TISEZA kwa kuweza kutekeleza hili. Lakini ili vijana waweze kuwa sehemu ya uchumi, lazima kuwapa nyenzo. Yaani kuwa tuna vijana tu kwamba wana umri haitoshi. We have to empower them. How do we empower them? Njia za kuweza kuwa empower ni 2-3. Njia ya kwanza kabisa, nyenzo ya kwanza kabisa, lazima vijana uwape elimu ya darasani, wakasome. Hiyo ni hatua ya kwanza. Kwa kijana asiposoma tayari umeshamtoa kwenye mlengo, hayupo. Kwa sababu elimu ndiyo nyenzo ya kwanza ya kijana yoyote. Na mimi nikikaa hapa jimboni kwangu, wanafahamu na sasa wenzangu, huwa nawaambia elimu. Mimi mkazo wangu hapa jimboni ni about elimu. Hata nishinde barabara yote, lakini vijana wapate elimu. Nao wanawaambia, hata mimi wamenichagua kwa mbunge kwa sababu ya elimu. Nimetoka zangu huko Iramba huko, wangenijulia wapi hapa bila elimu? Mimi nimekuja kwa sababu ya elimu tu hapa. Kwa elimu ni njia ya kwanza ya kuweza kuwawezesha vijana, ndio nyenzo ya kwanza. Na kwa kweli tunashukuru kwamba kwa sasa vijana wengi nchi yetu inatoa fursa za elimu. Vijana wengi hapa kwenda mpaka form 4 is no longer a problem. Tumeshatoa elimu hiyo, na kuanzia mwaka 2028 elimu ya msingi Tanzania ni miaka 10-12. Yaani ukianza darasa la kwanza mpaka form 4 hamna kusimama. Kwa sababu tunataka wawe na nyenzo. So our basic education system changes kutoka darasa la 7 kwenda form 4. Minimum hapa ni form 4 kuanzia mwaka 2028. Hiyo ndio sera ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameipitisha, na ni muhimu. Na unapata hiyo elimu bila ada ili usiwe na kikwazo cha kusoma. Elimu ni muhimu sana. Kwa kweli kwa sasa, kwa maana ya fursa za elimu Tanzania sio changamoto. Kwa nyenzo ya kwanza tayari tunayo, kwa sababu wengi wakisomesha vijana hapa watakuwa na elimu ya degree, wengine diploma, wengine VETA na kadhalika. Kwa hiyo tuna tatizo la fursa ya elimu. Lakini elimu ya darasani na vyeti vizuri pekee havitoshi. Hiyo ni kweli sio kweli? Kwamba ukishakuwa umesoma mpaka chuo kikuu degree 3 na una vyeti vya GPA inatosha hiyo? Haitoshi. Kwa hiyo haitoshi kuwezesha vijana kujitegemea na kuanzisha shughuli zao za kiuchumi. Kwa nyenzo ya pili ambayo ni muhimu ni kuwapa vijana wetu ujuzi, miundombinu na fursa za masoko ya kuuza bidhaa. Tunapaswa kuunganisha mafunzo na uzalishaji, kuunganisha uzalishaji na soko, kuunganisha soko na uwekezaji. Kwa hiyo ukipata mafunzo haitoshi, tukuwezeshe utumie mafunzo hayo ukazalishe. Vingine utakuwa unatamba tu mtaani, unacheza na mimi na degree 2 mimi. Sasa degree 2 utazila degree 2. Degree 2 zitakusaidia, ila uunganishe degree zako 2 na uzalishaji. Uzalishaji na wenyewe hautoshi. Ukishazalisha uunganishe na soko ukauze, kwa sababu unapata hela kwa kuuza kitu, upate hela kwa kuzalisha tu, ukauze. Lakini ili upate uweze kuuza, lazima ufanye uwekezaji. Ili upate soko uwekeze. Unawekezaje? Lazima uwe namba 1, umeshapata mafunzo, hongera sana. Lakini pili, mafunzo peke yake hayatoshi, na kwenyewe upate fedha za kuwekeza. Unatoa wapi fedha za kuwekeza? Ni njia 2 tu. Ni wewe mwenyewe
ndio wanajiita Equity, ndio inaitwa Equity. Maana unachukua katika savings ngalo unapata hela zako vidogo una save. Kwa hiyo mtaji wa kwanza ni wewe mwenyewe. Mtaji wa pili sasa ndio unaenda kwa jamaa. Kisema jamani, mimi nahitaji shilingi 100 kuwekeza. Nimepambana na shilingi 30, nisaidie shilingi 70. Wanakuchunguza na kweli huyu una kitu. Yaani kwenye kukopa ni kama kwenda kuoa. Unaitisha watu vikao vya harusi. Tunakuuliza jambo la kwanza, wewe umejipangaje? Sio kuja kutamata kuoa hapa hata suti huna. Unaambia jamani, suti tayari, nimeshalipa mahari na katika budget milioni 20 mimi nachangia milioni 2. Nasema okay. Sasa na sisi tunaanza. Lakini unakuja hapa na unatuambia tu na benki ni hivyo hivyo. Unakwenda benki una chochote, hawatakupa. Kwa hiyo ndio hiyo inaitwa Equity. Kwa hiyo nadhani haya ni mambo matatu muhimu. Tunataka tuwasaidie vijana wapate mafunzo, tuongeleshe na uzalishaji. Uzalishaji na masoko na uwekezaji. Hili ni eneo muhimu. Kwa hiyo ndio maana hii program kwa kuanzia itatekelezwa ndani ya eneo la Machume hapa Mabibo. Vijana hawatajifunza tu, bali watazalisha, watapakia na wataandaa bidhaa kwa ajili ya kuuza nje. Na huu ndio msingi wa kujenga uchumi wa viwanda. So this is a proper empowerment. Sio tu tunakupiga maneno hapa kichwani. Ukishapata mafunzo, tukuunganisha na wazalishaji. Ujifunze namna kuzalisha. Tukuunganishe na wenye hela upate mtaji. Alafu kawekeze. Tukufundisha namna ya kwenda kuuza ndani na nje ya nchi. Hili ni eneo muhimu sana. Kwa hiyo tunalenga nini hasa? Lengo la kituo hiki ni kutoa huduma jumuishi za usaidizi wa upatikanaji wa vifaa vya uzalishaji na mauzo nje ya nchi. Ndio hiyo Sourcing and Export Center. Kitachokusaidia wawekezaji wa ndani, wazalishaji na wafanyabiashara, hususan vijana, kupata huduma muhimu za uwekezaji na biashara katika eneo moja. Kwa hiyo tunalenga watu wawili hapa, wawekezaji wa ndani. Kwa hiyo hatutarajia hapa aje mtu mgeni hapa. Mgeni tayari anakuja hapa na ujuzi wake. We want to empower our local. Tunataka kutengeneza mamilionea na mabilionea wa Tanzania kupitia uwekezaji na uzalishaji. Ndio lengo letu hilo. Na huduma ambazo zitatolewa hapa kwa kifupi zitakuwa kama 8. Kwanza, elimu ya ujasiriamali na uwekezaji, ikiwemo namna ya kukidhi vigezo vya masoko ya nje. Kwa hiyo elimu ya ujasiriamali, elimu ya uwekezaji lazima tuitoe. Kwa sababu bado kuna dhana, ukisikia mtu mwekezaji, anadhani mwekezaji lazima awe mzungu, atoke nje. Na Watanzania wengi wanauliza, "Kitila niunganisha na wawekezaji." Unauliza, "Wawekezaji gani?" "Wa China." Yaani wewe mwenyewe si mwekezaji. Mimi hamna. Yaani yeye kwa hiyo nataka tuwafundishe Watanzania kwamba uwekezaji kila mtu anaweza akawa mwekezaji pale alipo. Kama Mama Sasa alianza msichana hapa, ni mwekezaji mkubwa. Alianza mdogo, sasa hizi ni miongoni mwa wawekezaji wakubwa, mlipa kodi mkubwa. Huyo ni mtu muhimu. Lakini pili, wapate mafunzo juu ya namna gani ya kukidhi vigezo vya masoko ya nje. Kitu ambacho nauza Kariakoo hapa, naweza huko nje kisiqualify. Kwa mfano, kupata soko la Marekani, soko la Ulaya ni masoko magumu sana, kwa sababu wamejiwekea vigezo vigumu. Ili waruhusu watu wao kula chakula chako, kahawa yako, lazima ukidhi vigezo fulani. Kwa lazima tuwafundisha hapa namna gani wanataka vigezo gani na namna gani ya kukidhi vigezo hivyo. Upate TBS ya hapa na TBS ya Marekani na TBS ya Europe. Watasaidia kwenye kituo hiki, kwa sababu ni eneo moja hapo ambalo linatukwamisha sana kwenye kuuza bidhaa zetu nje ya nchi. Pili, kusaidia upatikanaji wa mitaji na vifaa vya kisasa vya uzalishaji. Ndio maana tunataka tuongeleshe na mabenki ya ndani na nje ya nchi, lakini pia vifaa vya kisasa. Watakuwepo hapa, wameonyesha kwenye TV hapo, watakuwa vifaa vya kisasa hapa ili muweze kupata. 3, kuunganisha wazalishaji na wasambazaji wa kimataifa wa mitambo ya teknolojia. 4, kuonyesha na kushirikishana fursa za masoko ya bidhaa zinazozalishwa Tanzania nje ya nchi. Unaweza kuwa na bidhaa zako zinazalishwa masoko ya juu. Ndio maana amesema teli kutakuwa na TanTrade hapo, ili mjue masoko gani hapo. 5, kutoa huduma za uhakiki wa wasambazaji wa kimataifa, yani supplier verification. Kuratibu huduma. Kwa kituo kikija hapa, watakusaidia kucertify. Tena usihangaike kwa nje. Ukitoka hapa bandarini, moja kwa moja unakwenda kuuza unapotaka kwenda kuuza. Kuratibu huduma za usafirishaji na mizigo, yani
logistics coordination. Kusafirisha mzigo nje ya nchi sio mchezo, ni vurugu kubwa. Hapa watakusaidia namna ya kufanya hilo kwa urahisi bila kuhangaika sana. 7, kurahisisha taratibu za mauzo bidhaa nje ya nchi. Na 8, kutoa huduma za ushauri na uangalizi baada ya uwekezaji, yani aftercare, ikiwemo kuunganisha wajasiriamali wanaochipukia na wajasiriamali waliobobea na kufanikiwa katika biashara na uwekezaji. Kwa hiyo unaanza leo hapa kuna wabobezi, tutakuunganisha wewe ambaye unaanza leo kijana na waliobobea kina Masasi hapa, tukuletea hapa kina Rostam Aziz, tukuletea hapa kina Mo Dewji, tukuletea hapa kina GSM akufundishe. GSM atakwamba nilianza kwa kuuza masufuria, nimefikaje hapa. Kila kona ya Tanzania kuna GSM, atakufundisha namna ya kufika huko. Kwa hiyo pia tutaifanya kwenye kituo hiki. Unaleta hapa, hatukuja kupiga lecture kina sisi kina Kitila ambao tunajua tu kufundisha chuo kikuu na siasa. Sasa nikaanza kufundisha mimi namna kuwa tajiri. Mimi sio tajiri. Tutakuletea tajiri hapa ujue namna ya kuwa tajiri, kama hiyo ndio ndoto yako. Ili wasikilize waliopata utajiri. Sio kuwasikiliza hapa hao ambao wamesoma theory. Tukuletee practice. Theory umeshapata darasani huko, hapa practice upate namna hiyo, kwa sababu si wengi hao matajiri. Kuna wengine wataki utajiri, mwingine anataka maisha mazuri tu. Kama mimi nataka maisha mazuri tu yanatosha. Nataka tukuletee unataka utajiri hapa, ndio hao ukutane nao wapo. Kwa hatua hizi na kupitia kituo hiki tunaamini wazalishaji na wafanyabiashara wa ndani hasa vijana wataweza kupunguza gharama za uzalishaji, kuongeza ufanisi wa biashara na kuboresha uwezo wao wa kuingia katika masoko. Bibi na mabwana, kupitia programu hii wataanza vijana wapatao 30 mpaka 50 watapata mafunzo kwa muda wa wiki 8 au miezi miwili. Na mafunzo husika yatagawanyika katika awamu 3. Awamu ya kwanza wataanza na mafunzo ya jumla ya ujasiriamali na biashara na uwekezaji. Awamu ya pili mafunzo ya uzalishaji na masoko ya ndani, na awamu ya 3 ni mifumo ya uzalishaji wa pamoja. Kwa hiyo kutakuwa na namna hiyo, watatoa matangazo vizuri, mtaelewa. Sekta mbalimbali zitafikiwa kwa awamu katika programu hii. Kwa hiyo kutakuwa na awamu mbalimbali, na tunaanza sasa hivi katika hatua ya majaribio. Itakapokwenda hii, hatutarajii kituo kiwe hapa Dar es Salaam peke yake. Tutavisambaza katika vituo vyetu vya TISEZA ambavyo vipo katika kanda mbalimbali. Kwa hiyo hii ni awamu ya mwanzo ya majaribio, tutafanya hivyo. Na vijana wetu watatumia fursa ya miundombinu iliyopo hapa kujifunza viwango vya uzalishaji na usafirishaji nje ya nchi. Wataunganishwa na masoko ya kimataifa kama vile Dubai, China, Uturuki, Ulaya, Marekani. Kote huko mtaunganishwa nao. Na juzi taifa kubwa la China, rais wao Xi Jinping ametoa fursa kubwa sana kwamba bidhaa zote kutoka nchi 53 za Afrika ikiwemo Tanzania zinaruhusiwa kuingia China bila ushuru wowote. Hiyo ni fursa kubwa mno ambayo tumepewa. Lakini ili kupata hiyo fursa haimaanishi ukachukue tu kahawa yako unakwenda barabarani unakwenda China. My friend, sio rahisi kiasi hicho. Kwanza, hatua ya kwanza lazima ukidhi matakwa na vigezo vya soko la China. Sababu kila nchi ina vigezo vyake. Kama ambavyo sisi hapa huwezi kuleta tu vitu vyako watu wote wakaanza kula, haiwezekani. Huwezi kukuta kitu supermarket pale Shoppers. Mpaka Shoppers kimeingia kimeshathibitishwa na taasisi za serikali. Na China ni hivyo hivyo, mpaka ukikuta kwenye supermarket maana mamlaka za China lazima zifanye nini? Zikubali. Sasa hapo watakufundisha namna gani bidhaa yako ikubalike kwenda China. Lakini pili, utasafirishaje kutoka hapa kwenda China kwa gharama nafuu ili upate faida. Hiyo ni point, sio point. Simpige makofi sasa. Kwa hiyo ni eneo muhimu sana ambalo na hii inaendana na vipaumbele vya maendeleo ya taifa letu, kwa sababu tumejiwekea vigezo. Tumeweka sifa kwenye mpango wetu wa maendeleo na dira. Ili jambo lako liwe la kipaumbele lazima likidhi vigezo vingi, lakini viwili muhimu. Tunakuuliza, moja, inazalisha ajira? Hicho ni kigezo cha kwanza hapa Tanzania ili jambo lako lipewe kipaumbele katika kila sekta. Hata tukitaka kukusamehe kodi, unazalisha ajira? Tukigundua unazalisha ajira tunaweka tiki. Ya pili, unatuongezea uwezo wetu
wa kuuza bidhaa nje ya nchi, export. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, unatupa mapato sisi serikali ili kujenga uwezo wa serikali kutoa huduma. Kwa hivyo ni baadhi ya vigezo ambavyo tunaviangalia sana kwenye kupima vipaumbele vyetu hapa kama nchi na kama sekta binafsi. Kwa hiyo ni muhimu sana.